ukishikilia jiwe ni sawa sana mwenye uchi wako una maji, tena una maji sana. Maana kuna wanawake wengine wakifanya naume zao kama nyumba ya kupanga chumba cha pili huko, mtu anasikia. Wali wangu Amina. Hapa kwenye sinia nimefunika vikombe. Na kama nimefunika, hili ni kawa. Nafikiri walijua ni kawa. Ila kwa leo hili kawa sitolizungumzia maana yake na sitolizungumzia lina kazi gani. Mwenyezi Mungu akipenda tutazungumzia muda mwingine, muda kama huu. Wali wangu hii ni sinia. Na katika sinia hii hapa pana vikombe. Hivi vikombe ni vinne. Na kila kikombe hapa kina kazi yake. Hiki kikombe cha kwanza hiki ni maji. Hiki kikombe cha pili ni mafuta. Hiki kikombe cha tatu ni karafuu. Hiki kikombe cha nne ni liwa. Umeelewa mwali wangu? Haya maji kazi yake ni kusagia msio. Kuna jiwe na kigongo, ambacho hicho kigongo ni mwanaume na hilo jiwe ni mwanamke, ambalo nitakupa hapa na nitakuelekeza jinsi ya matumizi yake. Kwamba maji haya yanatumika katika lile jiwe ili kupata kilainisho wakati unasugua kile kigongo. Na haya mafuta kazi yake ni kumpaka mwanaume wakati unamfanyia singo. Wakati unamfanyia masaji, unamfanyia scrub, lazima kwanza umpake mafuta, yani upate kama kilainishi, ndipo umpake karafuu. Na hii nayo ni karafuu. Karafuu kazi yake ni kupaka katika mwili, kuondoa uchovu. Na hii karafuu ina kazi nyingi sana katika mwili wa mwanadamu. Kwanza hii inamtakatisha mtu, inamtoa uchafu, inaondoa ngozi ambayo imeshakufa. Inamweka mtu na ungavu mzuri. Pia inamfanya mwanaume kumnyoosha viungo vya mwili kama amechoka na uchovu, anajisikia homa na nini, ukimfanyia scrub na hii karafuu kidogo mwili unapata energy mpya. Umeelewa? Na huu nao ni liwa. Liwa nayo pia ndio hicho kigongo nilichokuambia ambacho utakuwa unasugua kwenye nini? Kwenye jiwe. Hili liwa linafaa kwa mtu usoni. Linasaidia pia kutoa uchafu katika uso, mafuta, mabaki ya bakteria na kuweka ngozi kuwa nyororo na kuondoa mabato na vitu vingine. Kwa leo tunazungumzia hizi karafuu, tutazungumzia liwa, tutazungumzia maji, tutazungumzia na mafuta na tutazungumzia jiwe. Kwa sababu nimeanza kukuonyesha hivi kwanza, alafu ndio tunakuja katika kutendea kazi nilichokuambia. Mwali wangu, ukisikia jiwe ndio hili ambalo kwenye macho ya watu wanaona ni jiwe lakini si jiwe. Hili ni mwanamke. Na ukisikia kigongo ukasema na msio, sio nataka nikafanye mwali wangu msio. Msio ndio huu. Hichi ndio kigongo cha msio. Na hiki kigongo na hili jiwe. Hili jiwe kama atatoka jirani yako kama atasema kwamba niazime jiwe na mimi nitaka nikafanye nyumbani kwangu, hili jiwe huwezi kumwazima mwanamke mwenzako wazi. Yaani hili mtu akilitaka lazima ulifinike. Kwa sababu ni utusi. Huwezi kumchukua mumeo ukamtoa nje wazi. Lazima umstiri watu wasivione vitu vya mume wako vilivyokuwa wapi? Ndani. Na hata hichi kigongo pia. Mtu akikwambia niazime pia jirani yangu labda umeshibana naye, ni rafiki yako, mmependana, ni wapenzi wenyewe mnaaminiana, akikwambia niazime, pia haviazimi wazi hivi vitu. Hivi vitu vinafanya nini? Vinafinikwa. Na hata pia kama utakuwa na kazi, labda umejisikia ngoja nikae kwangu, labda nifanye single leo, nataka nifanyie mume wangu scrub, nimsugue, nifanye nini leo mwenyewe nina uba zangu na mume wangu, chonde mwali wangu. Ukiwa unafanya, unasugua. Ukisikia hodi, cha kwanza unalifinika, unalitumbukiza kwenye uvungu. Kwa sababu mtu hasivione vitu vyako unavyofanya wafanya vitu gani. Kwa sababu kuna watu wengine hawajui kitu, wanajifunza kwa
kwa wenzao. Kuna wengine ni watupu, hawakufundwa, hawaelewi mahana na wala hawajui chochote. Kwamba ukisikia hodi, wewe cha kwanza wafinika vitu vyako, watumbukiza kama ni chini ya uvungu au kama una kochi una nini watumbukiza, alafu ndipo wamsikiliza kwanza kitu gani kilichomleta. Sio, umenielewa mwali wangu? Umenielewa vizuri kwamba vitu hivi haviazimu, na hata vikiazimwa havitolewi uchi. Unavistiri kwanza na vifuniko. Na hata hili jiwe lenyewe mwali wangu ninavyokuambia, huwa ukitaka kulitumia kulifanyia kazi, isiwe lafanya ni utusi. Si umenielewa? Ukiwa unasugua, haya ni yale marashi ambayo nikwambia ni maji, wakati unaweka unasugua, unatakiwa usugue kidogo dogo, kwa sababu mwanamke anapofanya mapenzi bila kukatika anaumia. Unaelewa? Na maana huyu ni mwanaume, huyu ni mwanamke. Si umeelewa? Kwamba unasugua kidogo dogo, huku na wewe mwenyewe unalainisha viungo, unalainisha mwili, unalainisha nini. Lakini ukisema kwamba unasugua kicha, kwanza ukisema unasugua kicha hivi, kwanza halitotoka. Itatoka mapande kwanza. Pili, ikiwa linalia hivi, ni sawa sawa ukiwa ndani na mume wako, kwanza kitanda hakijakaza. Hata mtu jirani akipita huko, anajua leo chumba hicho watu wanapigana magaja. Humo ndani leo kuna show iliyoenda shule. Mbona vitanda vinapiga nini? Na pia ikiwa tafanya hivi, ni sawa wewe mwenyewe shoga yangu uko wazi. Uko wazi tena wazi. Hata ukisema umechuchumaa hivi, ni kama chupa, yani upepo ukiingia tu kwamba watakiwa shoga yangu fanye nini? Ukisugua unasugua kidogo dogo. Unasugua taratibu. Huku unaimba. Mimi nyimbo nyingine zimenipotea, lakini huku una nyimbo nzuri za kuimba. Unasugua kidogo dogo, unalegeza viungo shoga yangu. Unasugua mpaka upate lile liwa nilokuambia. Na ukimaliza kulipata lile liwa lako, unasugua vizuri. Ukimaliza unatoa, unatia kwenye kikombe chako kama hivi. Unatoa, unaingiza kwenye kikombe chako kama hivi, unahifadhi mpaka upate kile kiasi unachofanya nini? Unachokitaka. Ambacho kile kiasi utakapokuwa umeshakipata, ile liwa, kuna visahani mwali wangu nitakuelekeza. Kwa sababu huwezi ukaitengeneza wote leo ukasema utaisha leo. Ni lazima kama umevunja kazi leo, mimi nafanya hivi, nina shida na mume wangu nataka nimfanyia single, basi mwali wangu utatumia hapo, utasaga mpaka utapata kiasi kile cha leo, kingine ambacho utatumia kesho. Hapa utakachokifanya sasa, umeshapata ule unga wako, watengeneza sasa. Kama tumeshasaga, tumeshapata. Watia maji yako kama hivi. Unatengeneza vidude ambapo leo utapata, na kesho nao ukiwa na shida, kesho ni kesho kutwa, unamsugua mumeo. Unapata vidude kama hivi mwali wangu, unaweka. Na hivi vidude ukitengeneza kama hivi, haviwekwi hadharani pia. Hivi vitu haviwekwi hadharani, ni usungo mwali wangu, utakuwa ujielewi. Tena utakuwa wewe ni punguhani, ujui chochote. Hivi vidude ukishavitengeneza ukimaliza, chumbani kwako chini ya uvungu unatumbukiza hivi vitu, kwa sababu kwenye uvungu wako hawezi kuja mtu akachungulia katika uvungu wako isipokuwa ni wewe mwenyewe. Maana wewe ndio unafanya usafi kwenye uvungu, wewe ndio unajua chini ya uvungu nimeweka kitu gani, wewe ndio unajua chini ya uvungu kuna nini. Sijui umenielewa mwali wangu? Nielewa. Na hapa kuna karafuu. Hii karafuu nilishaifunga hii. Nafikiri nilikuonyesha mwanzoni jinsi ya kufunga karafuu na kuhifadhi pia na kuitengeneza vitone. Utengenezaji wake pia hii karafuu, ukishakuwa na karafuu kuna mashudu fulani unaweka juani, unatwanga, vimekuwa vimeshakauka, unavitia kwenye kikombe kama hivi, unatengeneza vitonge kama hivi. Hili liwa linakuwa ni special kwa uso. Hili ni special kwa uso na uko ofisini kwa babu. Hivi vitu hivi ni hapa na huku. Hii karafuu hii ndio unaanza kuanzia kwenye shingo huku, kwenye mikono, kwenye mapaja, kwenye kifua, kwenye mgongo. Hii nayo. Umenielewa hivyo? Umenielewa? Sasa mimi nataka mwali wangu nikuone, je, kiuno chako na wewe ni kilahini? Ukiweza kusaga hivi, unaweza ikawa unafanya kama hivi ninavyofanya mimi, huku unasaga, huku unatingishika. Jaribu nikuone. Ili nijue mwali wangu nilikuwa nimemuelekeza amenielewa. Unaweka maji kama nilivyokuwa naika mimi. Unazungusha hivi.
na lisilie, kwa sababu likilia ni utusi. Likilia hivi inamaanisha kitanda chako kitandani hakijakaza, kitanda chako ni kile kitanda kama kitanda vya guest. Kumbe wewe hauko guest, uko katika ndoa yako. Ikilia jiwe ni sawa sana mwenye uchi wako una maji, tena una maji sana. Maanake kuna wanawake wengine wakifanya na ume zao kama nyumba ya kupanga chumba cha pili huko, mtu anasikia. Sijui umenielewa? Sasa hapa watakiwa ukisaga maridadi shoga yangu, na pia usimwage mwagi. Ukasaga ikawa utomwagika. Ni sawa sawa umefanya tendo la ndoa na mumeo, alafu umechafua shuka. Sijui umenielewa? Kwa sababu mwanamke aliyokuwa zatiti hasa anaweza akafanya tendo la ndoa na mumewe na akamaliza na akapiga mtu hodi, akaja wala akajua pale kitandani hakuna kilichofanyika. Kumbe watu mmegaragazana kila staili, mmechukuana, mmeenda dirishani, mmeondoka, mmeenda sebleni, mmeondoka, mmeenda kitandani, lakini mtu mwingine akija hajui. Sasa wewe hapa ukisugua mwali wangu, sugua kiumakini, yani visitoke vikaingia huku. Vikiondoka vikija huku najua shoga yangu itakuwa ninajua. Maana itakuwa huku natonga maji kwenye kinu. Natwanga lakini ninapovitwanga havilainiki. Haya, fanya mwali. Saga mwali, saga nijue elimu imefika sehemu yake. Saka kidogo na ukisaga na wewe mwenyewe watingishika shoga yangu. Ukisaga na wewe mwenyewe utingishike, ulegee viungo. Ulegee kama kuna nazi. Legea shoga yangu, legea. Hivyo wanawake ndio wanaposaga. Saga kidogo dogo. Tena wasaga vizuri. Saga vizuri, saga. Saga.